Yaani kama kuku na yai aloanza ni nani, basi ameanza yai. Kwa sababu hata huyo kuku anatokea kwenye yai. Sasa utaniambia vipi ameanza kuku? We Shabani, hivi una akili timamu? Kuku ndiye anaitaga yai, ina maana yeye ndo ameanza. Ina maana yeye ameanza akataga yai ndio linatotoa kuku. Sasa kama limeanza yai, alilitaga nani kama sio kuku? Tumia akili ndugu yangu. Labda nikuulize tu, kwani kuku anatokea wapi? Kuku anatokea wapi? Anatokea kwenye yai. Sasa wewe utaniambiaje kuwa alianza kuku alafu likafuata yai? Hivi una akili ya kutafakari kweli wewe ndugu yangu? Aha, unajifanya mjanja, si ndio? Nikuulize swali na mimi. Je, yai linatoka kwa nani? Yai linatoka kwa nani? Linatoka kwa kuku. Sasa wewe utaniambiaje kuwa lilianza yai wakati kuku ndiye anaitaga yai? Yaani hawa watoto bana wamekaa muda wote hapa na wasikia kuku na yai, kuku na yai, ndio mada ambayo anazungumza. Yaani hawa atanifaa hawa. Yaani mimi hapa nimekaa ili tubishane mpaka asubuhi. Nakwambiaje, lilianza yai. Huwezi kuniambia kuwa alianza kuku wakati hiyo kuku yeye anatokea wapi? Anatokea kwenye yai. Yaani nakwambiaje, hapa tunabishana mpaka asubuhi. Yaani huu moto ndugu yangu hauwezi kuuzima kabisa. Japokuwa wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu, lakini huu moto ni moto mwingine. Hauwezi kuniambia kuwa lilianza yai kabla ya kuku. Hauwezi kuniambia hivyo mimi. Habari vijana. Salama mzee. Shikamoo. Marhaba. Kuna mjadala gani unaendelea hapo? Yaani wewe baba acha tu. Tuna miezi miwili sasa hapa kijiweni kwetu tunabishana kila siku. Hivi kuku na yai nani ameanza? Kwa kuwa wewe ni mzee na una madevu, pengine utakuwa na hekima. Hebu tuambie kwamba kuku na yai nani alianza? Kwa sababu huyu naye anasema yai, mimi ninasema kuku. Na nikiingiza katika fomu zangu najua kabisa kuku, yai aliweza kujipatikana wenyewe. Yeye anakomaa tu. Yai. Wewe unasema mimi tu. Ina maana wewe mbona umwambie kuwa ulikuwa unakomaa? Huyu naye anakomaa hivyo hivyo. Kuwa alianza kuku. Kila siku ni kuku tu. Mimi namwambia kuku anapatikana kwenye yai. Yeye anakomaa kuwa alianza kuku. Huwa na akili timamu kweli mzee wangu? Sasa nyinyi mnataka kunichekesha mimi. Sasa lakini mimi sijaja kwa hilo. Hapa mimi nimekuja kutafuta watu, wafanya kazi. Sasa sijui nyinyi mna kazi ama hamna kazi. Sisi hatuna kazi. Maisha yetu ndio yako hivi mtaani tu. Vurugu mechi, ushalobalo mwingi, usea mwingi. Huyu jamaa Shabani Sela, Shebi Midundo, huyu jamaa huyu. Ila mimi huku ni tozi. Kipindi nasoma huku wachumba wote Shalo Kisamvu. Shalobalo mendi Kisamvu. Hebu tunaomba selfie. We Kisamvu, lini nimesoma na wewe na kujua vizuri? Eti selfie, Shalobalo, muongo. Huyu alikuwa taju kufua nguo yake ya shule huyu. Yaani kwenye kola kuna ule uchafu na ubaki huyu hapo. Muongo huyu. Nyie vijana, huko msifike kabisa. Mambo ya zamani hayo achaneni nayo kabisa. Lakini mimi nataka niwape kazi. Kesho mfike sehemu fulani unaitwa Msukosuko FM. Ile redio si mnaijua? Basi kesho mfike pale mje mpokee mkataba wa kufanya kazi. Mmenielewa sijui? Hapo tunapajua vizuri baba. Hapo Msukosuko FM, redio pendwa hiyo hapa Dar es Salaam. Tutakuja baba. Sawa vijana, mjitahidi kufika mapema. Acha mimi niondoke. Saa 12 mmeshaamka, saa 1 mko pale. Mmenielewa nadhani? Haya, mimi naondoka zangu. Jamani wewe, watu wanaanza kunisikia kwenye redio Msukosuko FM na nijaanza kusema Shabani hapa kutokea kipindi hewani bila filter. Alafu nilikuwa naongea mimi. Nilikuwa naongea mimi, ndio maana yule mzee katuona. Ungekuwa unaongea wewe, yule mzee angetupita. Hata kama ulikuwa unaongea wewe, lakini mada yetu iko pale pale. Kuku na yai, alianza kuku. Na kama unabisha, tuwaulize hawa mashabiki zetu, watazamaji wetu. Hivi watazamaji, unavyoona wewe,
kuku na yai, nani alianza? Tuandikia kwenye comment, kwa sababu sisi tuna miezi miwili. Sawa, tuna miezi miwili hapo, tunabishana kila siku, hamna hata mmoja aliyepata. Kama mtu ataandika ni kuku, basi mimi nimetoboa, na kama mtu ataandika ni yai basi wewe umetoboa, mimi nimefeli. Sawa Sasa hawa ndio watatupa sisi majibu kamili. Ole wako watu waandike yai. Kazi unayo wewe. Haya, tuendelee na mambo yetu ya kazi. Tunayafanyaje sasa? Kuhusu kazi ya kesho katika Msukosuko FM ipo hivi. Kwanza kabisa, hamna mtu kwenda peke yake. Sawa, sisi wawili lazima tupitiane, na pia sisi sote tuvae nguo chini suruali nyeusi, juu tisheti nyeupe, ili tuonekane sisi tunapendana na tuajiliwe, kwa sababu mmoja akiwahi ataonekana mmoja anapenda kazi, ataajiliwa peke yake. Sawa Ndugu yangu, umewaza mbali sana. Tutavaa chini suruali nyeusi, juu tisheti nyeupe. Tutaondoka wote hapa saa 1. Hamna mtu kuondoka saa 12 hapa. Saa 1 sote na tunapitiana. Yaani hizo nguo atavaa mwenyewe. Mimi nitavaa nguo ninazojua mimi. Japokuwa hizi nguo tushawahi kununuaga sare, lakini yeye kwa akili zake atavaa ile suruali nyeusi na shati jeupe. Alafu ataondoka saa 1 na atakuja kunipitia hapa. Wakati mimi hapa ninaondoka saa 11, saa 12 huyo nishafika kule. Ina maana yeye ataonekana mzembe na atakosa kazi. Kweli mipango kazini. Nani huyo? Avae sare na Mr. Kisamvu. Nani? Mimi. Dada Deki. Sasa hiyo suruali nyeusi na hiyo t-shirt nyeupe atavaa yeye peke yake. Lakini mimi nimevaa hivi. Japokuwa hizi nguo tushawahi kununua sare. Yeye anaondoka saa 1. Nani ampitie? Yaani mimi hapa naondoka moja kwa moja mpaka Msukosuko FM. Kutoka pale mimi ndo nitaonekana mimi mtiifu, nimewahi, yeye atafukuzwa. Simpitii. Karibu sana kijana, karibu. Mbona umefika peke yako? Kafika peke yake? Nani kafika peke yake? Niko hapa. Mbona tumevaa sare tena? Garafuta katuni za huzuni za